Marafiki wawili walikuwa wanatembea jangwani pamoja wakiwa wanapigwa na jua kali, huku wakiwa wameishiwa maji ya kunywa, hawajui la kufanya. Lakini baadaye wakaingia katika mzozo. Walipoingia katika ugomvi, mmoja akampiga mwenzake kibao. Aliyepigwa kibao akainama tu. Alichokifanya, akapiga magoti katika mchanga, akaandika kwamba siku ya leo rafiki yangu kipenzi amenipiga kibao. Basi bana, wakaendelea kutembea bila kuongeleshana jambo lolote. Baada ya muda kiasi, wakafika katika chemchemu na bwawa moja lililokuwa katikati ya jangwa. Basi walipokuwa wakielekea kunywa maji, yule rafiki aliyekuwa amepigwa kibao akateleza, bahati mbaya akadondokea katika maji, akaanza kuomba msaada. Yule rafiki yake aliyekuwa amebaki nje akaingia ndani ya maji akamuokoa rafiki yake. Yule rafiki akiwa anashukuru kwa kuokolewa katika maji, alichokifanya akachukua jiwe dogo kisha akaandika juu ya jiwe kubwa kwamba siku ya leo rafiki yangu kipenzi ameniokoa katika maji. Yule rafiki aliyempiga mwenzake kibao kwa mara ya kwanza jangwani akamuuliza, rafiki, mbona nilipokupiga mara ya kwanza kibao uliandika katika mchanga, lakini sasa hivi nimekuokoa unaandika katika jiwe, kwa nini? Yule rafiki akazungumza akamwambia, watu wanapotukosea ni muhimu tukaandika makosa yao katika mchanga, kwa sababu upepo ukipiga maandishi yatafutika na sisi tutasahau kisha tutasamehe, lakini mtu akitutendea mema inatupasa tuandike katika mawe, mahali ambapo upepo hauwezi kufuta wala hatuwezi kusahau mema waliotufanyia.